Na leo tunaendelea na aina ya pili ya wale watu ambao nilikuambia kuna vitu lazima wavifanye ili waweze kufanikiwa. Na aina ya pili tunawaita loser and fearful mind. Yaani loser and fearful mind. Watu ambao wana hofu, alafu ni wachovu, na ni watu ambao ni proven to fail mind. Watu wa namna hii ni aina ya watu wanaopenda sana ajira kuliko kitu chochote kile. Yaani hawaamini kabisa katika uwezo wao. Unaweza kama mwajiri ni mwana IT mzuri tu na kila kitu anakijua kwenye system, hata ukimwambia ku grow the new system kwenye taasisi yako, kwenye kampuni yako, yeye ndio huwa ana grow. Lakini hawezi yeye kudevelop kitu cha kwake. Alafu akaiacha ofisi yako akaenda kujiajiri kuanzisha ofisi yake. Hawezi hicho kitu. Kwa sababu ni loser mind, alafu ni fearful mind. Aamini kabisa kwenye uwezo wake akiwa independent. Watu hawa hata akistaafu lazima tu, yani mpe miezi 3 kwenda miezi 6, atalazimika kwenda kutafuta kibarua kingine cha kufanya. Alisha staafu, amepewa maybe milioni 70, 80, amepewa 100, 200, wengine 50, hata wangempa 20. Hata wangempa 20 tu. Hizo 20 hawezi yeye kuzimanage akafanya kitu cha kwake kile kile, the same thing alichokuwa anafanya ofisini kwenye ofisi zingine. Hawezi kukianzisha akifanya yeye kama yeye. Analazimika kurudi kuomba tena sehemu ajishikize. Niliwahi kufundishwa na mwalimu mmoja, ana miaka almost anaelekea 75 kwenda 80 sasa. Lakini bado eti ameajiliwa. Lakini ni mwalimu, alikuwa mwalimu mkuu serikalini akastaafu. Ila fearful mind haimpi yeye uhuru wa kufanya kitu chochote kile. Yaani tena ni good teacher wa kipindi cha physics pamoja na math. Mwalimu mzuri sana, lakini hawezi kujiajiri. Hata kusema anzishe shule, anzishe tuition hawezi. Yaani mindset yake yeye imetegwa kwenye kuajiliwa tu. Hao watu ndo siku zote wako hivyo. Yaani hata kama ungemwajiri ni operational manager, ni marketing manager, sio ni business sales nini, yaani vyovyote utakavyomwajiri kwenye kitu chote, unakuta anajua mbinu zako zote unazotumia kufanya biashara, yeye ndo anayebuni miradi, yeye ndo anayebuni nini, lakini yuko radhi kulipwa mshahara. Sasa ukishajigundua ni mtu wa sampuli hii na ukahitaji kwamba you want to start your thing, unahitaji kuanza kitu cha kwako, hakikisha unatafuta watu ambao watakuwa wanakusukuma kwenda mbele. Kabla hujaanzisha kitu cha kwako, hakikisha una watu ambao wako very positive, wana attitude nzuri, alafu wanakupush wewe kwenda mbele. Yaani huwa wanakulazimisha kufanya vitu. Nje na hapo utabaki kwenye ajira. Yaani ndio huyu mtu hata ukimletea opportunity namna gani, yaani hata ukimletea kitu namna gani, ukamwambia hiki kitu kifanya, hawezi kukubali kwa sababu mind yake yeye inamwambia ni lazima uajiliwe. Sasa watu wa namna hiyo, kisha jigundua ni mtu wa namna hiyo ambaye ni fearful mind, loser mind, ni lazima utafute watu. Tafuta consultants, na hawa ndio ambao ili uweze kufanya biashara yote lazima uwe na business planners. Wengine mtu anaweza akafanya biashara atakuwa na business plan na nini, akarun the company, akafanya kitu chochote, yaani ni mtu ana uwezo wa kujiongeza, kwa ni nature yake iko hivyo. Wewe ambaye nature hiyo sio ya kwako, ni lazima ulazimike kutafuta planners, organizers na watu wengine ambao wewe watakuwa wanakulazimisha kufanya vitu. Yaani uza wazo. Sikiliza, mimi nataka kugrow the system. System hii itafanya 1, 2, 3. Itakuwa inafanya auditing. Yaani watu wanakuja na mahesabu yao, very bulk calculations wanapachika pale, yenyewe inafanya auditing, ina sort the issues. Ina sort paka inasema hapa kuna wizi, hapa kuna hiki, hapa kuna hiki. Sasa wadau, hii ni itengeneze, alafu nifanyeje? Wanakuambia tengeneza hiyo system, kisha itengeneza, tutauzia watu wa makampuni, tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Na hawa loser mind au fearful mind ndio huwa wanachelewa sana kuanza vitu vyao. Ndio. Mtu mpaka anazeeka, anahangaika, yani bado mpaka anakuja kupata kitu cha kwake cha kufanya, alishakuwa yani too old. Ni mzee sana. Mzee sana, kwa sababu hawa they never quit jobs.
never quit jobs, yani hawajawahi kuquit kazini. Yani ni watu ambao wanawahi kwenye kazi hawanaga excuses, kwa sababu fear mind ile inawambia ukizembea kazini, ukifukuzwa hautapata pa kwenda. Na kweli siku akisimamishwa kazini au akiwa terminated kazini, hawezi kusurvive, kwa sababu atakaa nyumbani ana stress kibao, sio nilifukuzwa kazi. Yani hawezi kusurvive kwa sababu hana uwezo wa kujiongeza kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya sehemu. Sasa yeye akifanye yeye kama yeye. Na sikiliza, kuna watu wanafanya vizuri kwenye makampuni ya watu kiasi kwamba ikitokea clients wamekuja, wasipomuona wako radhi waondoke nyumbani. Lakini mtu anakuambia yeye hawezi kufanya kitu chake, yani mimi biashara siziwezi. Lakini watu wanakuambia hivi, hawawezi, yani wasipomuona kwenye ofisi husika wako radhi wasihudumiwe na watu wengine, warudi nyumbani. Kama ni hospitali, wasipomkuta au daktari wako radhi wao waondoke nyumbani. Sasa kumbe wateja nao, lakini kushift akaenda apate wale wateja wamfuate, hayuko tayari. Yuko tayari yeye ateseke miaka nenda miaka rudi. Yani hivyo ni mtu ambaye anapenda kuishi kwa asante. Kama wewe ni aina hii, hakikisha unatafuta consultants. Wazo lolote ulilonalo, unajua kwamba unataka kulidevelop, kulikuza, lizae matunda, hakikisha unatafuta wataalamu na washauri ambao ni positive minded, lakini wana attitude nzuri, ili wawe wanakumonitor. Yani kiwezekana weka machimbo, nataka unisimamie hapa mpaka nivuke, nataka unisimamie hapa mpaka nivuke. Watu wasiokuwa na wivu, watu wasiokuwa na shubiri, watu wasiokuwa na roho mbaya, watu wema. Ukiwa hivyo utashangaa unafanya vitu mapema. Ukizembea utakuja kuvifanya ulishazeeka, umefika hatua umetafuta kibarua kingine umefanya, wamekuterminate. Sasa ndo akili nasema, Mungu wangu, sasa nitaomba kazi mpaka lini? Wacha nifanye kitu cha kwangu. Unashangaa unaanza kufanya kitu cha kwako kinaitika, lakini ushakuwa mzee sasa, hautakifaidi vizuri, watafaidi vizazi vyako. Na ndo mambo yanayowakuta watu wengi kabisa. Mimi nakutakia wakati mwema.